Karibuni katika kipindi kizuri, kipindi cha mwaliko. Ni mwaliko wakati fulani unaweza ukawa unapitia changamoto mbalimbali, lakini jambo la kukumbusha rafiki yangu mpendwa kwamba unao mwaliko. Una kwanza unakuita, unasema njoo mwanangu, njoo. Ukisoma kitabu kile cha Yakobo 4 fungu la 8 anasema mkaribieni Mungu naye atakuja karibu nanyi. Njoo, mkaribie, usiogope. Unapomkaribia unamkaribia kwa namna gani? Ni kwa kuomba. Kitabu kile cha Luka 11 fungu la 9 anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Omba. Ukishaomba unapaswa kuamini kwa kile ulichokiomba. Ukisoma kitabu kile cha Yohana 3 fungu la 16, maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ukishaamini, ingia sasa kwa huyo unayemwamini. Kitabu cha Yohana 10:9 Yesu akasema mimi ni mlango, anayeingia kupitia kwangu ataokolewa. Ingia. Unayemwamini kama ni Kristo unaingia ndani yake. Ukishaingia, eleza haja yako, tubu dhambi zako. Ndio maana Matendo 3:19 nasema basi tubuni mkamrudie Mungu ili yeye afute dhambi zenu. Fanyeni hivi Bwana awape nyakati za kurudika nafsini mwenu. Huo ni mwaliko ambao Mungu amewaalika. Ninawashauri rafiki zangu, unapopata mwaliko huo usisite. Fungua mlango, aingie, naye ataangaza ndani ya moyo wako, nawe utapata burudiko ndani ya nafsi yako. Wewe umealikwa. Je, wewe utakubali mwaliko huu? Mimi nimechukua hatua. Nimeona mwaliko huu ni sahihi na haja zangu zote nazipeleka chini ya mikono yake. Kwa namna hiyo ya kipekee ninakusihi nawe usisite. Mungu akubariki. Amen.